Watu wengi wamekuwa wakijiuliza na wezaje kupata mwenza sahihi kwa ajili ya maisha. Unajua, hauwezi ukapata kitu kilicho bora ikiwa kama wewe pia haujajiweka kuwa bora. Hauwezi ukataka mtu ambaye ni church girl, church boy ikiwa kama nawe pia haujajiweka, haujajiposition kwa namna hiyo. Hivyo basi, inabidi kwanza ujiweke wewe uwe sahihi kwanza ili uweze kupata kitu kilichokuwa sahihi. Lakini mara baada ya kukutana na mtu yoyote yule ambaye unatamani kuingia naye kwenye mahusiano, mimi kawaida huwa najiuliza maswali makuu manne ambayo ni ya muhimu sana katika mahusiano, kwamba mtu huyu ndio nimekutana naye, je, ni sahihi? Kwa sababu unajua mahusiano huwa napima katika vitu vikuu vinne. Anaweza kawa ni mtu sahihi lakini wakati sio sahihi wa wewe kuingia naye kwenye mahusiano. Na jambo la pili, anaweza kawa ni mtu sio sahihi lakini wakati sahihi. Yaani umekutana na mtu ambaye sio sahihi lakini umeshafikisha umri wa miaka 24, 25, 26, 27, unaona kabisa huwa ni wakati wangu kuingia kwenye mahusiano, lakini kumbe mtu unakutana naye sio sahihi. Jambo la tatu, mtu anaweza kawa ni sahihi lakini wakati sio sahihi. Maana yake kwamba nimekutana na mtu ambaye ni sahihi lakini wakati ambao nimekutana naye sio sahihi. Ndio hapo itakubidi usubirie, uvumilie. Ndio maana unakutana kuna mtu wanakuwa mvumiliana kwa miaka kadhaa. Kwa sababu gani? Mtu aliyekutana naye ni sahihi lakini wakati haumruhusu kuweza kuingia katika mahusiano. Na jambo la mwisho ambalo huwa ninalipima ni kwamba mtu sio sahihi na wakati sio sahihi. Hasa hapa ndio unakuta mtu anamlazimisha Mungu kwamba amekutana na mtu ambaye sio sahihi na wakati sio sahihi, anaanza kumlazimisha Mungu aanze kukubaliana na kila ambacho huyo mtu anakiwaza. Kwa hiyo watu wengi huwa tunafeli hapo katika maisha ya mahusiano, kuanzia mahusiano mpaka ndoa, kwa sababu tunatamani kuingia na kila mtu tunayekutana naye, lakini tunasahau kwamba hatujaumbwa kwa ajili ya kila mtu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba atakufanyia msaidizi, na wala hakusema kwamba atakufanyia wasaidizi. Kwa unavyokuwa na huyu na yule na yule na yule, inakuwa hai make sense. So you have to pray, inatakiwa umuombe Mungu ili akuonyeshe yupi aliye sahihi wa kwako. Lakini pia ombi la pili, umuombe Mungu, je, Bwana Mungu, huu ndio wakati wangu sahihi wa kuweza kuingia mahusiano? Naye pia atakwambia kama ni ndio, kama sio itakubidi usubiri, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kwa maana wakati mwingine unapokuwa unavumilia hata katika changamoto hizo mbalimbali za mahusiano na nini, unapokuwa unaendelea kuvumilia, itakusaidia wewe kuweza kuimarika na kuwa vizuri, na mwishowe kupata yule ambaye Mungu alimuumba kwa ajili yako, na wala si kuanguka kwa mtu yoyote yule, kwa sababu hakunaga take two kwenye ndoa. Kwenye ndoa ukishazingua umezingua, hakuna kusema take two no. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana.